Walisema wapo watu ambao walikuja chuoni wakiwa hawana kitu kabisa, watokea background za chini ambazo hata ukilinganisha na sisi, basi sisi tulikuwa ni bora maradufu zaidi yao, lakini mpaka wanamaliza katika maeneo mbalimbali ya maisha yao walikuwa bora maradufu ya watu wengine ambao walikuja wakiwa level moja katika maisha. Leo tupo kuzungumzia habari ya from campus to greatness, yaani kutokea chuoni mpaka ukuu. Ukuu katika maeneo manne. Eneo la kwanza ni eneo la kiuchumi, eneo la pili ni eneo la kisiasa, eneo la tatu ni eneo la kijamii, na eneo la nne ni eneo la kiroho, ambapo wapo ambao walifanikiwa katika eneo la kiroho, lakini wapo ambao walifanikiwa katika eneo la kiuchumi, wapo waliofanikiwa katika eneo la kisiasa, lakini wengine pia kijamii. Na wote hawa ni watu ambao wamekuja na impact kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku, katika jamii yetu ya kila siku. Na wote hawa walitokea chuoni, walikuwa ni watu ambao wana mikakati tofauti, ni watu ambao wamepitia changamoto ambazo watu wengi tunazipitia kwa sasa chuoni. Na leo tupo kukuletea mjadala huu mdogo kuhusu kutokea chuoni mpaka ukuu, na niko na mwenzangu hapa, atajitambulisha baadaye. Ikiwa ni mara ya kwanza kufika katika kurasa zetu hizi za Instagram, Facebook na YouTube pamoja na TikTok, basi unaweza kulike na kusubscribe kwa upande wa YouTube ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu na audio hizi kila mara na kila wakati ambapo tutapata nafasi ya kuweza kuziupload, na wote tujifunze kwa pamoja. Lakini pia usisahau kulike, kushare na comment ili tuweze kufikia watu wengi zaidi kadri muda unavyozidi kwenda. Naam. Karibu. Naam, jina langu ni Deus Filipo Jeremia. Niko na mwenzangu naye ambaye ni Baraka Filipo Mabula. Ndio. Sasa leo tutakuwa na mjadala huu kidogo wa namna gani mtu ambaye unaweza ukafanikiwa kutokea chuoni. Ni vitu gani ambavyo walikuwa navyo hawa watu ambao wamefanikiwa kutokea chuoni? Ni vitu gani vya kipekee ambavyo walivifanya hawa watu ambao leo kwa namna moja nyingine tunaona ni vioo ama ni mifano ya kuiga watu ambao walipambana kutokea chuoni? Lakini pia ni changamoto gani ambazo walikutana nazo watu hawa ambao wamefanikiwa wakitokea chuoni? Ni namna gani ambavyo waliweza kuzitatua? Ni namna gani ambao waliweza kuvumilia mpaka kufikia mafanikio ama kilele cha mafanikio yao, na kuwa mmoja wa watu ambao tunawaangalia na kuwatazamia sana. Na mjadala wetu utaanzia kwenye tutakuwa na discussion kidogo kwenye eneo la kiuchumi, lakini pia kijamii. Ni namna gani, ni changamoto gani na vitu gani ambavyo walikutana navyo hawa watu mpaka wakafika ile mafanikio. Naam. Nitapasi mic yangu kwa mwenzangu ambaye amekwisha kujitambulisha. Kwa ambaye bado ndio unafika sasa hivi hujamsikia, amesema anaitwa Baraka Mabula Filipo. Ndio. Karibu. Kwangu binafsi kabisa nipende nizungumzie katika hii mada ambayo tumeirejesha mbele yenu, tukasema from the campus to greatness. Nikianza kabisa katika eneo moja ambalo tutazungumzia ni katika eneo la kiuchumi. Katika nafasi ya kiuchumi, tukianza kabisa nitakupitisha kidogo katika changamoto walizopitia na ni vikwazo gani wamekutana navyo mpaka wamevipitia mpaka wamefikia sehemu ambayo waliopo kwa saizi, ambao wamekuwa kama kioo kwetu. Kwanza kabisa tunaanza changamoto ya kwanza kabisa, ukiwa katika level ya chuo, lazima kwanza tunaanza na nafasi ya changamoto ya kifedha, ambayo ndio inakuaga ni challenge kubwa sana kwa mwanachuo yoyote anapoanza na kadri anapoendelea na maisha yake ya chuo. Lakini hii ni changamoto ambayo unaweza kuishinda kupitia njia baadhi kadhaa. Kwanza kabisa
ni kutambua nafasi ambayo uliopo. Pia inategemeana na sapoti yako iliyopo nyuma yako, watu hao wanakusapoti kinamna gani. Changamoto nyingine inakuja ni aina ya marafiki tunaokuwa nao au marafiki unaochagua kuambatana nao kipindi upo katika level ya chuo. Hawa ni vikwazo mbalimbali ambavyo vinaweza vikakutoa katika tension yako ya kuweza kupata kitu fulani na ukaweza kuondoka usifikie ukuu ambao tunauzungumzia hii leo. Changamoto nyingine inaweza nikawa ni mazingira unayoishi, mazingira yanayokuzunguka ni somehow yanaweza yakawa sio favored sana kwako kutokana na hali ya hewa, namna ya upatikanaji wa mahitaji. Nayo hii inaweza ikawa ni changamoto sana ambayo inaweza kusababisha uweze kufikia ukuu wako. Ni vitu gani vya kufanya ili uweze kufanikiwa kiuchumi ingali hali upo katika level ya chuo? Cha kwanza kabisa ndio uamuzi wa kuchagua njia. Unaposema uamuzi wa kuchagua njia, ni wewe kuamua kuchagua ni kipi ambacho unaona kinafaa kwa wakati huu na ni nini kinapendeza kwako mwenyewe ili kuweza kufikia malengo fulani. Hii njia inakuwa vipi? Hii njia ni ile njia unaweza kuchagua kwamba usiambatane na marafiki ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza kutoa katika kusudi lako au malengo yako binafsi. Cha pili, changamkia fursa kila inayopita mbele yako. Usikae kwa kubweteka. Jaribu kufuatilia kila fursa inayopita mbele zako, kwa sababu dunia saizi imejaa fursa. Kwa hiyo huwezi ukakaa umebweteka umetegemea kusoma, wakati fursa kila siku zinatokea, fursa mbalimbali na ambazo zinaweza kukupa nafasi kubwa sana ya kutoka ulipo kwenda sehemu nyingine. Tunaendelea. Njia ya pili ambayo inaweza ikakutoa sehemu ulipo kwa saizi kufikia ukuu wako, ambao tunazungumzia ukuu wa nini? Ukuu katika namna ya kiuchumi. Tayari mpaka saizi tushazungumzia pointi ambazo ni mbili. Ya kwanza kabisa ni kuchangamkia fursa zinazotokea. Ya pili, uchaguzi sahihi wa njia unayoamua kuiendea. Pointi ya tatu, ushirikiano mzuri juu ya familia na jamii inayokuzunguka. Najua bila ushirikiano mzuri na kukaa vizuri na jamii inayokuzunguka inakupa uwezo mdogo sana wa wewe kukubalika na jamii na kuweza kukupa nafasi zinazopatikana katika jamii hii, kwa sababu vijana kwa saizi ndio tunatakiwa tuwe ni chanzo au kioo kizuri cha kuonyesha kwamba wengine sisi ndo tunaweza. Kwa hiyo unapokaa unatengeneza njia mbovu katika jamii unayokaa. Tunajua wengi tunatokea sehemu mbalimbali kuelekea chuo, unakutana na jamii fulani, kuchangamana nayo. Kwa hiyo unajinyima uwanda mkubwa wa kupata fursa au kupata vibali katika jamii inayokuzunguka au jamii unayoambatana nayo. Kitu cha nne, inatakiwa uwe na uelewa wa wewe kujielewa kuwa ni nani na ni kipi unakihitaji. Endapo ukishaelewa kwamba mimi ni nani na ni nini nakitaka na ni kwa nini nipo sehemu hii, tayari katika sehemu hiyo inakupa kibali na kipawa cha kwamba sehemu yoyote nitakapofika mimi ni fulani, na watu watakutazamia kwa
wewe unavyojitazamia. Kwa mfano, wewe mwenyewe automatically hujikubali, hujielewi kwamba mimi ni nani. Jamii haiwezi kukutambua kwamba wewe ni nani na una makusudi gani ndani yako. Kwa hiyo sisi kama vijana tuliopo chuo na ambao tuna mipango mingi ya kufanikiwa tukiwa ingali tupo chuo, tunatakiwa tujitambue sisi kama wenyewe ya kwamba sisi ni kina nani na ni vitu gani tunavitarajia kuvifanya sisi binafsi. Tunaendelea katika pointi yetu ya 5 ambayo tunaweza tukasema teamwork, umoja. Hii teamwork ambayo tunaizungumzia kwa saizi ni wewe na watu wengine ambao tayari washafanikiwa na ambao tayari bado wapo katika njia ya kufanikiwa. Hawa ni watu ambao wanaweza wakakutoa wewe katika sehemu uliyopo wakakuweza kufikisha sehemu nyingine. Kwa mfano, unapokaa na umoja au unapokaa na kuzungumza na mtu tayari ambaye tayari ashafanikiwa, anaweza akakupa challenge zake ambazo alikutana nazo, changamoto tayari vinaweza vikakupa wewe nguvu kwamba katika nafasi ninayoifanya au katika uamuzi ninaoamua kuendea, tayari kuna mtu alishapitia pale na akafanikiwa. Kwa hiyo tayari hii inakujengea confidence wewe mwenyewe, kujiamini kwamba ninachotegemea kukifanya tayari nitakifanya. Kingine ni cooperation katika upande wa watu ambao tayari na wenyewe wapo katika njia. Tunajua kila mtu ana makusudi yake au ana njia zake au ana kitu ambacho anatamani ndani yake binafsi kuweza kukifikia. Kwa hiyo kupitia hawa watu mnaweza mkabadilishana mawazo mawili matatu kwamba bana, mimi natamani nifanye hivi na hivi, kupitia kufanya hivi na hivi naweza nikafanya njia fulani hii na hii na ninaweza nikafikia malengo fulani. Kwa hiyo hii pia inaweza kukupa uwezo wa kuelewa kwamba tayari nikaweza kufanya kitu fulani mimi kama mimi nikisimama na kuamua. Kwa sahizi tena nikupitisha katika kipengele kimoja kidogo sana ambacho naweza nikasema ni kipengele cha ushauri. Cha kwanza kabisa ambacho napenda kushauri ndugu au ninachopenda na mimi kujishauri, cha kwanza kabisa naweza nikasema kwamba tujitahidi sana kuyafanyia kazi mawazo ambayo yanatujia ndani yetu, kwa sababu hii ni njia ambayo hata Mwenyezi Mungu anaitumia ili kukukumbusha kusudi lako la kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo unapopata kusudi au unapopata wazo ambalo inakuja ndani yako au ndani ya akili inakusumbua, jua ya kwamba kabisa hilo ni kusudi ambalo limeagizwa na Mwenyezi Mungu au Mungu ameweka ndani yako, ambalo ndo inaweza likakufikisha katika mafanikio yako. Kwa hiyo tujitahidi sana kuyafanyia kazi mawazo yanayokuja ndani ya akili zetu ambayo ni ya manufaa kwako. Pointi ya pili kabisa, tusimsahau Mungu katika njia yote tunayopita, kwa sababu Mungu ndio anayeweza kila jambo. Kwa hiyo kila kitu ambacho nakifanya mkumbuke Mungu kwa maombi, kumbuka maneno ya Mungu. Kifupi naweza kusema ni kusoma neno la Mungu. Tusome Biblia. Huyo alikuwa ni Baraka Filipo ambaye tumekuwa naye toka mwanzo mpaka wakati huu, na ningependa kukuambia pia neno la Mungu kusema katika Habakuki, anasema njozi ulionayo, hiyo ndoto ambayo uko nayo, hebu iandike kila mtu akapate kuiona. Kwa maana haitakawia bali lazima itimie. Na pia ningependa kukuambia
ya kwamba kila ambacho Mungu ameweka katika akili yako kwa wakati huu ni muhimu. Kwa anza kukifanyia kazi wakati huu. Usisubiri wakati mwingine. Usubiri uwe na kila kitu ili uanze kukifanyia kazi kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako kwa wakati huu. Pia napenda kukushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho, na hii ni Mind Sharpening Ministry. Asante. Sharpening mind for divine impact. Thank you so much. See you next time.